Kwa nini watu wakimwomba Mungu awaue au kuwaangamiza watu wabaya, inaonekana bado wanaendelea kuishi tu? Haleluya. Ushawahi kufikiria kitu kama hicho? Kwa nini watu wakimwomba Mungu awaue au kuwaangamiza watu wabaya inaonekana bado wanaendelea kuishi tu? Na inawezekana kuna wengine ambao hata wanaishi muda mrefu zaidi. So swali hili nataka ni kusomee maandiko kama mawili hivi, sehemu mbili za maandiko ambao mpaka nayamaliza inawezekana utakuwa ushaanza kupata majibu wewe mwenyewe tayari. Andiko la kwanza au sehemu ya kwanza ya maandiko inatoka katika kitabu cha Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. Mstari maarufu, watu wengi wanaofahamu. Watu wengi, kama wewe umekuwa pia ni mtu ambaye unahubiri Injili, ni dhahiri utakuwa unafahamu mstari. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Okay. Katika tafsiri zote za Kiingereza au hata katika tafsiri ya maandiko chanzi ya Kigiriki inatakiwa isomeke kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda sana ulimwengu. Sio tu kama inavyosomeka hapa kwenye Kiswahili kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Sawa, lakini hiyo ni hoja ya siku nyingine. Mstari wa 17 inasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Nimesema natasoma sehemu mbili za maandiko au maandiko mawili. Lingine natoka kitabu cha Luka sura ya 9 mstari kuanzia wa 54 mpaka mstari wa 56. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uwaangamize kama Elia naye alivyofanya? Akawageukia akawakanya akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo. Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Kwa hiyo hiki kitu kilichotokea hapa ndo kitu ambacho kinatokea leo. Hawa watu watatu, Yakobo wawili, Yakobo na Yohana, walifanya maombi yao kwa Yesu. Walimwomba Bwana Yesu maombi yao, akawakatalia. Na sababu ya kuwakatalia akawaambia ni kwamba nyie mko tofauti, hamtaki kufanya kama alivyofanya Elia zamani. Hata kama Elia alifanya mambo kwa namna hiyo, lakini nyie ni tofauti. Siwezi nikajibu maombi hayo kwa sababu mimi nimekuja kuokoa na sio kuangamiza. Kwa hiyo kilichotokea hapa, Yesu habadiliki. Maandiko yanasema Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Kama aliwakatalia maombi haya ya kuangamiza watu ambao yanafanana na maombi ya watu wa leo, kama tulivyosoma swali letu, hata leo pia anawakatalia hivyo hivyo. Ndio maana maombi ya namna hiyo hayajibiwi. Lakini pia
kuna cases, kuna baadhi ya matukio ambayo Mungu atakuelekeza mwenyewe jinsi ya kuomba kwa namna ya hukumu, kwa namna ya kuleta hukumu kwa watu baadhi. Lakini ndio maana sasa unapoomba unatakiwa kuongozwa na maandiko na Roho Mtakatifu. Ni mara chache sana Mungu atakuongoza kwa namna hiyo, lakini mtazamo wa Mungu wa kawaida, Mungu wa upendo, hamchukulia adui yako au yule ambaye unamuona anafanya mabaya na kuangamiza watu na kutesa watu kama unavyochukulia wewe. Okay? Kwa hiyo kama kuna mtu anafanya mambo hayo katika eneo lako, katika familia, katika mtaa, unachotakiwa kufanya ni kumuuliza Mungu jinsi ya kuliombea jambo hilo, na si tu kukimbilia kuangamiza, kuomba afe, kumshushia moto. Jibu la Mungu kama utaomba namna hiyo ni kama ambavyo alimjibu Yakobo na Yohana. Haijalishi mtu ana uovu kiasi gani, ana ubaya kiasi gani, anakasirisha kiasi gani, lakini Mungu anawachukulia wanadamu wote ni kwa upendo, anawahurumia, anawarehemu. Na mara nyingi watu ambao wanaomba watu wabaya waangamizwe au wauliwe au wafe, wanakuwa hawaombi kwa imani au kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, ila kuongozwa na hisia za hasira, hisia za huruma kwa wanaoonewa, hisia za chuki. Na Mungu hajibu maombi yoyote ambayo yameongozwa na hizo hisia. Mungu anajibu tu maombi yaliyoombwa katika imani ya neno la Mungu. Maana yake katika imani ambayo msingi wake ni neno la Mungu. Shalom.